Unajua siri kubwa ya utajiri inayofichwa nyuma ya simu yako, nyuma ya skrini ya simu yako mwaka huu 2026. Watu wengi wanadhani kuweza kumake through kwenye YouTube au kutengeneza content nzuri na kuweza kupata mafanikio YouTube lazima uwe msanii mkubwa sana. Kiukweli sio kweli, sio lazima kuwa msanii mkubwa au uwe jina maarufu sana, hapana. Leo nitakupa ukweli mchungu. Hawa ni nje ya wasanii, hawa ni watu wa kawaida, walimu, wapishi na vijana wa mtaani wanaoingiza mabilioni ya shilingi huku wewe ukiishia kuwatazama tu. Sikiliza, mwaka 2026 YouTube imebadilika. Sio tena kijiwe cha kupoteza muda, ni mgodi wa dhahabu ambao Afrika ndio kwanza tumeanza kuchimba. Wakati wewe unasubiri kupata ajira ofisini, kuna mama mmoja Algeria anapika jikoni tu na kuingiza dola milioni 4.9. Kuna vijana Uganda wanacheza tu mtaani na wameshaingiza zaidi ya bilioni 3 za Kitanzania. Je, unajua wanachokijua wao ambacho wewe ukijui? Usiwe na wasiwasi, hizi sio namba za kufikirika. Takwimu hizi zote ninazokupa leo zimeidhinishwa na kufanyiwa uchunguzi na utafiti wa kina kupitia ukurasa wa African Digital Economy. Hiki ni chombo kinachofuatilia kwa ukaribu uchumi wa kidijitali barani Afrika kwa kutumia data zao pamoja na tafiti kutoka Cashnet USA pamoja na Social Blade. Wameweza kutupatia top 10 ya earners ambao wamevuka mipaka ya nchi zao na kutengeneza empire ya kidijitali duniani. Nitakuonyesha kijana hapa Tanzania aliyeweza kuingiza zaidi ya dola 600,000 huku akishindana na mijitu ya Misri huko na Nigeria. Ukikaa nami mpaka mwisho wa video hii utaelewa kwa nini kuanza YouTube mwaka 2026 ni uamuzi bora zaidi wa kifedha utakaowahi kufanya. Kupitia ripoti hii ya African Digital Economy utagundua kuwa hawa ni watu wa kawaida nje ya wasanii. Twende tukaangalia list yetu kuanzia namba 10 hadi namba 1. Tunaanza na namba 1 na hapa tunakwenda nchini Misri. Kuna channel inaitwa Creative Crafts in 5 minutes inaongoza barani Afrika ikiwa imeingiza jumla ya dola milioni 8.8. Asili yao wanatengeneza video za DIY yani vitu vya kutengeneza mwenyewe ambazo hazihitaji lugha nyingi, hivyo dunia nzima inawaelewa kwa urahisi sana kwa sababu wao wanadili sana sana na vitendo, wanafundisha jinsi ya kutengeneza crafts mbalimbali. Lakini pia namba 2 kuna dada mmoja anaitwa Walid anatokea Algeria. Huyu ni mama anayepika mapishi rahisi nyumbani tu. Anatengeneza content kwa kutumia upande wa mapishi. Anakuwa nyumbani pale, anaandaa labda leo ni somo fulani kwa ajili ya mapishi fulani. Anatengeneza content na anaweza kuupload YouTube, lakini anaweza kupiga pesa kutokana na hiyo idea yake ya kutengeneza mapishi. Yeye haonyeshi sura yake kabisa. Yaani ni video tu ambazo zinaonyesha mapishi. Anaonyesha mikono tu, lakini amejikusanyia subscriber karibia milioni 14 na anaingiza karibia dola milioni 4.9. Hii inafundisha kuwa uhitaji kuwa model au mrembo sana ili ufanikiwe YouTube. Unahitaji kutoa thamani tu kwa watu wakikuelewa wanaweza kuangalia video zako hata kama unatengeneza kitu gani. Kwa hiyo ni rahisi sana kuweza kuingia kwenye soko la YouTube kwa kuchagua tu idea yako kama hivyo mapishi. Huyu mwingine anatengeneza mambo ya crafts, mambo ya kazi za mikono zile, ana upload, anapata subscribers kama huyo anaitwa Creative Crafts na huyu Walid namba moja yuko namba 1, mwingine namba 2 kwa wanaoingiza pesa ndefu kupitia content za YouTube. Namba 3 inatupeleka moja kwa moja Nigeria kwa wakongwe hawa. Channel inaitwa Mark Angel Comedy. Hawa ndio walikuwa wa kwanza Afrika kufikisha subscriber milioni 1. Moja hapo ya channel ambayo iliingiza subscriber milioni 1 ikiwa ya kwanza barani Afrika. Wanatumia vipaji vya watoto. Kuna mtoto mmoja anaitwa Emanuela wanakuwa wanaigiza comedy pale. Wanaingiza takriban milioni 4.18 kupitia content za YouTube. Umeona? Lakini pia ukielekea upande namba 3 sasa, namba 4, namba 4 ni kule Morocco. Kuna jamaa yeye anajiita Baraka Ibarak. Huyu aliwekeza kwenye vichekesho vya kijamii na anaingiza milioni karibia 2.89. Na hapa karibu yetu ukisogea kidogo Senegal pale pia kuna jamaa anaitwa Hussein na Zainabu.
Hussein and Zainab wanajiita. Wao wanatengeneza maudhui ya kifamilia na mahusiano ambayo wao kwa mujibu wa record wanaingiza takriban milioni 2.3 kwa mwezi. Umeona? Watu wanapenda sana sana kuona maisha halisi. Kwa hiyo hawa watu kilichowasaidia sana ni kutengeneza content zenye mazingira halisi, lakini pia na idea zile ambazo zinaonekana na zinapatikana kwenye jamii husika ya Kiafrika. Ukiangalia wakina Mark Angel Comed, huyu Baraka Hibarak na Hussein and Zainab wa kule Senegal, wote content zao zinajikita katika uhalisia wa maisha halisi ya nini ya Watanzania. Umeona? Namba 6 ni kundi la Masaka Kids Africana kutoka Uganda. Hawa ni watoto waliobadili maumivu ya kuwa yatima kuwa tumaini katika maisha yao kwa kupitia nini? Dance. Wao wanacheza. Wao unaambiwa wanaingiza takriban dola milioni 1.3 kwa mwezi kupitia YouTube. Hii ni funzo tosha kwa YouTube inaweza kuwa chombo cha mabadiliko ya kijamii lakini pia na kiuchumi. Tukirudi nyumbani sasa upande wa Tanzania, kwa namba 7 hapo tunamkuta kuna jamaa yeye anaitwa Lil Dance Chris. Lil Dance Chris huyu bwana yeye anatengeneza video zile fupi ambazo kwa maarufu zinaitwa shorts. Lakini pia anakuwa anacheza mtaani. Unaambiwa yeye anaingiza karibia dola 644, zaidi ya bilioni 1.6 za Kitanzania. Hii ni ishara kwamba soko liko vizuri, lakini pia Tanzania pia bado soko linatudai sisi tuweze kuingia katika hiyo kinyang'anyiro cha kutengeneza content kwa ajili ya YouTube. Pesa bado ipo. Orodha hii inakamilishwa na watu kama Michael Jamison. Huyu ni raia wa Afrika Kusini, naye pia ni content creator. Yeye ana mnyama wake aina ya chui, ndio anamtumia kuweza kuingiza subscribers na viewers kupitia YouTube. Lakini pia kuna Rules Love in Action. Huyu ni wa Kenya. Anafanya yeye kazi za kijamii, lakini pia anazipost kwa kusaidia watu ambao hawajiwezi mtaani na nini. Anatengeneza clips zile na kuweza kutuma kuziupload YouTube. Anaweza kujiingizia subscribers wengi sana pamoja na kujipatia pesa. Lakini pia kuna channel inaitwa Kigali Today. Kigali Today ambayo yenyewe iko Rwanda pale na yenyewe inafanya vizuri katika tasnia hii ya YouTube content creation, pamoja na kuwa na subscribers wengi pamoja na kutengeneza pesa nyingi kupitia content zake za YouTube. Kama hawa watu wameweza, au unashindwa nini? Mwaka 2026 YouTube inatafuta authenticity sana sana au uhalisia. Hajalishi kama unajua kupika, unajua kulea, unajua kutoa habari za kijijini kwako let's say. Hizi data zinakuweza kumotivate ili wewe pia uweze kuwa mojawapo wa content creator. Hizi data zinapatikana sana sana, kuna site inaitwa Cashnet USA, lakini pia kuna Social Blade. Hizi site ukienda pale utakuta wamelist kabisa vizuri huo mpangilio wa watu, jinsi gani wao wamefanya pia research na utafiti kuweza kujua namna gani hawa watu wanafanya vizuri kwenye hiyo tasnia na soko la YouTube kwa ujumla. Kwa hiyo ni unatakiwa kuamua leo na kuchukua simu yako, unaanza kurekodi baadhi ya video na kuandaa na kutengeneza YouTube channel uweze kuanza kupata subscribers. Nitaendelea kutoa mwongozo hapa. Video inayokuja ni kwa ajili ya kuelekeza namna gani sasa unaweza ukafungua YouTube channel kwa yule ambaye anaanza, ana idea, hajawahi kufungua hiyo YouTube channel. Tutaanza mwanzo hadi mwisho namna gani unaweza ukaifungua pamoja na kuicustomize iweze kuwa na muonekano mzuri, kuweza kuingizia viewers wengi. Comment hapo chini, lakini pia subscribe channel yetu ili tuendelee kuwa pamoja kwa masomo yanayofuata. Usikose kutufuatilia. Peace.